asifiwe kanisa. Amen. Hebu tujifunze mfano mmoja. Mtu ana mbegu moja. Si wote mnajua mbegu? Unaichukua mbegu, unaenda kuipanda. Bwana Yesu asifiwe. Ile mbegu itatumia muda kuota. Si unanielewa? Lakini baada ya muda mbegu moja, kwa mfano ile papai pale tuipanda kama mbegu kama moja. Baada ya muda si mapapai yameanza kushuka pale. Ndio sadaka. Narudia. Bwana Yesu asifiwe. Mbegu moja ukila inakushibisha leo. Ile ya mkulima amekula mbegu. Bwana Yesu asifiwe. Mkulima amekula nini? Mkulima mpumbavu. Lakini mkulima mwenye akili anavumilia ili mbegu akaipande kesho apate magunia. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe usiwe mkulima wa kula mbegu. Kapande mbegu yawezekana isiwe leo lakini kesho. Kesho yako itainuka kama uyoga, utashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Utafanikiwa kwa namna ambayo sio ya kawaida. Mwambie mwenzako usile mbegu. Bwana Yesu asifiwe. Mkila mbegu mnapoteza baraka. Nimekwambia ustawi wa hapa duniani ni sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana kuna mtu ameombewa sana, sadaka. Na sadaka iwe ya upendo, sio sadaka ya kulazimishwa. Ndio maana ukuta mtu, wewe leta hapa sadaka ya 500,000, ndio mtu anapeleka sadaka ya 500,000. Ameumia, sadaka yenyewe kaenda kukopa. Bwana asifiwe. Anatoka hapo usiku halali anawaza madeni ya kukopa sadaka. Bwana asifiwe. Nafikiri itakuja na baraka. Ina majuto, yani anajilaumu, yani ningejua hata sadaka. Kweli itakuja hii. Kweli italipa. Bwana asifiwe. Soma Yohana 12 mtumishi wa Bwana 24. Kwa kweli Mungu wetu ni mzuri. Tunaenda kumaliza, tuingie kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatuhudumia kwa namna ya tofauti sana. Kwa hiyo kuanzia leo mtumishi wa Bwana, sadaka ni upendo. Yohana 12:24. Amini nawaambia, chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa, hukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa hutoa mazao mengi. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake hiyo mbegu ya ngano ili iweze kuzaa mazao lazima idondoke kwenye ardhi. Ikisha dondoka lazima ife. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ifanyeje? Lazima ife, watumishi wa Bwana. Na ndio maana hapo nimekwambia ni kama mfano wa mkulima. Unapanda mbegu kwa muda, kuna wakati itamea. Wewe endelea kupanda wala usikate tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Ninabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Toa fungu la 10. Toa sadaka. Toa fungu la 10. Hata ukizidisha 10%, wewe toa. Lakini sio sheria. Narudia. Sio sheria. Amen. Toa kwa ajili ya ustawi wako. Toa kwa ajili ya mabadiliko yako. Toa kwa ajili ya baraka. Toa kwa ajili ya ustawi wa watoto wako. Toa ili uzuie adui asiibe. Toa ili Bwana afungulie madirisha ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Ili akumwagie baraka, kusiweko na mahali pa kuweka hizo baraka. Anasema umjaribu, hebu mjaribu mwaka huu muone Bwana. Mjaribu Bwana mwaka 2026. Ni mwaka wa kumjaribu Bwana kwa sadaka. Amen. Tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe, watumishi wa Bwana. Na ndio maana ibada inahusisha vitu vitatu: sadaka, madhabahu na kuhani. Si unanielewa? Sadaka, madhabahu. Ndio maana ibada bila sadaka ina mapungufu. Akiwepo madhabahu na kuhani bila sadaka, kuna kitu kinapungua. Ila tunamshukuru Jehova, leo sadaka ya kuteketezwa yuko Yesu Kristo. Kuhani ni wewe. Moyo wako wewe ni kuhani. Madhabahu ni wewe. Ndani yako wewe ni madhabahu ya Bwana. Wewe ni kuhani, na kuhani mkuu ni Yesu Kristo. Kwa nini tusifanikiwe? Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja, mtumishi wa Bwana. Kwani ninapomaliza, ninakusihi mtumishi wa Bwana, mwaka wa 2026 ukae mwaka wa mabadiliko. Twende tukatoe fungu la 10 au na zaidi kwa moyo wa kupenda. Twende tukamtolee Bwana sadaka. Haijalishi kitu ni kidogo, na haijalishi una mahitaji gani, toa. Uone Bwana kama hatajaza mahitaji.
Bwana Yesu asifiwe. Ukifika kwenye ishu ya sadaka, acha kujiuliza. Mwaka 2026 ili kanisa litakuwa la kawaida, na watakao kuja pia watakuwa kawaida, kwa sababu tutawaambukiza hii spirit. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe unayenisikiliza kokote uliko, mara nyingi umekwama katika maisha yako, hebu amua kuzingatia haya tuliyofundishana leo. Sadaka sio sheria. Bwana anataka moyo. Anza kuweka sadaka. Hata kama una jambo, anzisha sadaka. Weka nadhiri mbele za Bwana. Toa fungu la 10. Bwana atakuinua. Sadaka ni kwa ajili ya ustawi wako. Bila sadaka ustawi wako unakuwa hafifu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana watumishi wa Bwana. Mungu awabariki, awainue. 2026 ukawe mwaka wa mabadiliko. Ukawe mwaka wa tofauti. Wala sisi hatutasukumana. Wewe mbona moyo wa kupenda. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atafanya njia, na Mungu atakubariki. Na majira kama haya mwaka 2026 mtakuwa mnagaragara hapa. Dirisha, hata kuongea kwako kunabadilika, kuzungumza kwako kunabadilika, kutembea kwako kunabadilika, kuvaa kwako kunabadilika, hata kula kwako kunabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Si niliwaambia siku moja, nataka kujua kabarikiwa hata akifika hotelini au kwenye sherehe, akimbiliaki chakula kujipanga kunao wa kwanza anaanza kucheza na simu mpaka na mafa. Akifika anachukua tu tikiti maji, anachukua chips vipande viwili, soda anakunywa, hata robo haishi. Bwana Yesu asifiwe. Aliyebarikiwa hata tabia zinabadilika. Si ndio binti yangu? Kisha barikiwa mambo yanabadilika. Hata kula kwako, kutafuna kwako pia unakuwa unatafuna kwa sababu baraka ziko mfukoni. Hata kama ukiacha, mwingine anaweza akagisha kusema nina haraka, shilingi ngapi unamlipia. Hicho unaweza ukala. Baraka. Sijui unanielewa? Bwana Yesu asifiwe. Ambaye hajabarikiwa mtumishi wa Bwana anakuambia zimebaki nusu chips zangu, nifungia kwenye foil. Na mfuko anasema mfuko sisi hatuna. Wewe nipe tu, utaweka kwenye pochi. Unashangaa mama weka kwenye pochi mpaka chips. Bwana asifiwe. Anasahau zimeweza kwenye pochi. Lakini mtu aliyebarikiwa, sio, unaelewa? Maana yake baraka zinabadilisha hata mwenendo, hata kufikiri kwako, hata kuwaza. Na mimi nataka mawazo yenu kubadilika, sababu baraka zinakwenda kuwa juu yenu. Bwana Yesu asifiwe. Hata watoto wetu wakibarikiwa, naona hata watoto wakina Rivera hao, hata kuongea kwa kina Rivera kunabadilika kwa sababu baraka ziko. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana watumishi wa Bwana. Karibu kiongozi, tuendelee na ibada ya maombi. Mungu awabariki. Shalom. Amen. Amen.